Yule cheupe yule alikuwa anakuja sana DM ananicheki. Sasa kuna siku alinicheki fulani nikaona kabisa yani huyu, yani mimi unajua watoto wa Mungu ananipaga tu idea kwamba huyu anataka kukuuza. Yani anaitwa Lulu nimekumbusha anaitwa Lulu. Lulu Motra. Huyo Lulu ni mbulu kuanzia lini, saa ngapi, muda upi? Nimemwona kama ni amekaa kama hawezi kuwa mbulu. Hawezi kuwa mbulu. Kweli? Bila anawezaje kuwa mbulu? Mbulu ni wazuri bana. Demo ana sura person namna ile, anawezaje kuwa mbulu? Mtata na mapiga na mabode everywhere. Bana niacheni mimi. Alafu mbiu mwenzangu yule, kwa sababu ameshakuwa mwaini, hata niseme ukweli, mbiu yule. Kwa msameeni tu bure. Au sio Imeisha hiyo, nimesema I said what I said and I'm not taking back my words. Kuliko wao wengine kwamba inasikana zao. Ana ukimwi, ana virusi vya ukimwi. Kuna tofauti kati ya ukimwi na virusi vya ukimwi. Ana virusi vya ukimwi, ukimwi sijui. Labda kama atumii dawa nao ukimwi. Kwa sababu inawezekana wote tunao. Unajua wote inawezekana na ukimwi. Toa anakuambia tukome. Yeye kwa Instagram kumechangamka. Aya, naomba tumsikilize mtu wa TikTok. Siasa ulikuwa unataka kuongeza kitu hapo? Mimi nilikuwa nawaambia Watanzania jamani, wasanii ambao wanatusupport na sisi tuwasupport jamani. Tuingie kwenye YouTube zao, kwa mfano kina Motra, kina Roma, kina nani. Safi. Umeongea point jamani. Watanzania wote ambao mnatusikiliza siasa. Watanzania wote ambao mnatusikiliza. Ninajua tukiwaambia kitu mnatusikiliza. Kwa sababu mnapenda haki. Watu wa kuwasupport ni kama wakina Motra. Watu ambao wanasimama na kuwatetea nyie. Sio wakina nania, wakina sijui wakina upuuzi gani. Motra anapiga muziki mzuri, mimi muziki wake mimi nausikiliza. Unanisikia? Anaimba mashairi mazuri, yuko vizuri. Sasa watu kama ambao wanawatetea mnawaacha, afu mnaenda kutetea wakina nani? Watu wakuja wanalamba lips, tuendelee siasa isee. Kwa mimi nataka niwaambie Watanzania. Nataka niwaambie Watanzania kwamba tubadilike jamani. Watu ambao wanatusupport kama hawa wasanii ni wasanii wachache sana ambao wanaunga juhudi za haki. Sasa watu hawa ambao wanasimama na sisi, ambao hata wakienda kwenye show wapewi show, ambao hata wakienda kwenye nini wananyimwa vibali, wanawekewa vigisu. Kwa nini tusisimame na hawa wasanii? Kama uwezi, ingia kwenye YouTube channel yake, subscribe, pakua nyimbo zake, share nyimbo zake. Hawa watu ujumbe wao mwingi wanaofikisha sana kwenye nyumba. Kwa mfano ukimsikiliza Motra, ukimsikiliza Roma, unaweza ukaweka tu nyimbo zake zikawa ni nondo tosha. Zikawa ni ujumbe tosha ambao unazungumzia mambo mengi sana. Kwa hiyo Watanzania, hebu tujaribu kuwashika mkono. Tujaribu kama kuna show anaenda tuwasapoti kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu jamani hawa watu wanaonyesha sio kitu rahisi jamani kufanya vitu kama hivyo. Sio kitu rahisi. Tuendelee kuwashika mkono. Tuachane na wale wa matap tap juu weka nani. Kwa nini tunasupport wale watu ambao madawa ya kulevya? Acha. Madawa yako ya kulevya tabamaza kote. Sawa Recho, utamwambia, ngoja amalizie huyu, utamwambia. Najua una hasira na Safu, na hasira na Samia. Nitamwambia baadaye, mimi nitapanda baadaye kuja kumwambia, ngoja nishuke. Naona mnaongea vitu vya kitoto sana, sio vitu vya serious. We. Ndakupasua wewe. Tunaongea vitu vya kitu zima hapa, ndakupasua. Nyamaza. Endelea siasa. Nisamee. Nakusamea lakini sitakusahau. Kwa hiyo mimi ujumbe wangu kwa vijana wote, kama ziko serious na ambazo zinaeleweka, unajua muziki upo na tutaendelea kusupport. Wewe sikiliza Recho. Haya. Siasa twende. Okay, mimi nasema hivyo. Nakusamea lakini sitakusahau. Tuendelee siasa. Okay, nasema hivyo kwa sababu hata hao wanamuziki pia wanatusaidia kuweza kufikisha ujumbe. Sawa? Sasa tukisema pia tuweze kuwaacha hao ambao wanatusupport, kwa sababu wao pia wana followers, wao pia wana watu ambao wanawasikiliza, kwamba kuna mtu wana risk pia. Wana risk pia maisha yao. Kwa hiyo tukiungana wote tukawa nguvu kubwa. Wao wakiimba nyimbo, sisi tunaendelea kupiga nondo, wengine wanaendelea hivi, kila mtu anafanya kazi yake, na maanisha tunakuwa ni kundi kubwa ambao tutakuwa na sauti kubwa ya kuweza kuondoa hawa vibaraka wanaotunyonya na kutuua. Kwa hiyo mimi ndio hiyo ilikuwa ujumbe wangu, kila Mtanzania aweze kushiriki kwa namna moja ama nyingine. Asante. Shukrani sana.
Nani nikuongezea hapo. Karibu. Naweza nikaongezea hapo. Karibu kaka. Niongee. Alishaanza nini hapa? Simu yangu inaelekea kuzima. Ngoja nikandamizie hapo. Ni kwamba Watanzania sasa hivi tufocus katika kulizungumzia taifa letu. Hayo mambo yaliyotokea huko sijui wanaopigana huko sijui Irani na Marekani na wapi huko hayatuhusu. Hawa watu wanatumia vita hizo kutupumbaza sasa hivi kila Mtanzania. Irani Israeli. Oya tufocus kudai haki zetu. Hajakuweka mama. Tufocus na yeyote yule anayekuwa ana support, kama ni msanii, kama ni mtu yoyote analeta habari hizo, tushuke kwenye peji yake comment kama mvua, kwa sababu hakuna aliyejitokeza kuzungumzia mambo ya tarehe 29. Waandishi wa habari wote walikaa ndani, walitulia, walimute. Sasa hivi wanajifanya kila mmoja anajua vita, kila mmoja anajua mabomu. Bomu lililotumwa Israeli linagawanyika mara 10. Mlikuwepo maabara mnalitengeneza hilo bomu linagawanyika mara 10. Nyinyi ndugu zenu wameshonwa risasi, wameua mpaka katoto kama miezi 6 kaka. Wamebaka mama yake wakapiga katoto risasi, wameua. Hivi hatuvizungumzii, tunakuja kuzungumzia watu ambao wanafinyana wao kwa raha zao peke zao. Sisi tufocus kuidai haki, kudai damu za ndugu zetu, na hatutaki maliziano yoyote yale. Nasikia Samia anataka kulipa fidia waathirika, awalipe hawa akina Mwiguru mabasi ya Esther yaliyounguzwa. Sisi tunataka uhai wa ndugu zetu. Kasi anataka kutulipa fidia, sijui fedha. Sisi hatutaki pesa yeyote ili awalipe hao waliosema vituo sijui 1000 ngapi vimeungua vya petroli. Hao ndio wanatakiwa kulipwa. Sisi tunataka uhai wa ndugu zetu kama wanaweza kuurudisha. Asanteni. Nikazie tu hapo kwa bwana Tanzania. Bwana tu samani kidogo. Hapo kwa bwana Tanzania. Mimi nimeona post ya mwanaharakati mwenzetu bwana Twa Mwaipaya kwenye Facebook. Ameposti clip ya Lissu akiwa anazungumzia hayo mambo. Mimi nimemwachia pale kidogo kwa haraka kidogo. Kwa maana anasaidia hawa washenzi hawa kuendeleza kupumbaza Watanganyika. Ndo kwenye pointi hiyo ya bwana Tanzania ametoka kusema. Hata kama unajua mazungumzo haya aliyazungumza mwanaharakati mpambania haki, yakiwa yanahusu Irani sijui mengineyo, achana nayo. Focus na mambo ya usuyo, kudai haki. Achana masuala ya Irani. Hata kama alizungumza nani, hata alizungumza bwana Nuru, achana nayo. Ndio hivyo bana. Tufocus na nchi yetu jamani. Yenyewe sisi tuna matatizo makubwa kuliko hata Irani. Wazee, nisikiliza, bora Irani wametumia rasilimali mafuta yao wamejenga. Hivyo umeona miundombinu ya Irani wewe? Umeona miundombinu? Sisi tuna madini lakini hatujaitumia hata kitu kidogo, ndio tunazidi kuibiwa. Bora Irani wana matatizo yao lakini miundombinu yao iko vizuri, wametushinda. Rasilimali yao wanaitumia vizuri kuliko sisi. Mimi nakushangaa unapopaa kusema Irani nini babangu? Mjinga kabisa, mpumbavu. Wewe umesema? Umsikilize usambie tukende kumbamaza. Okay. Motra anasema alishushwa. Karibu kaka. Karibu haki. Asante rafiki yangu. Yaani mimi rafiki yangu yaani kuwasusia wasanii mimi naona ni jambo la msingi sana. Kingine hata haya matimu haya, kwani tusitengeneze kampeni? Tutengeneze kampeni ya kataa Simba na Yanga. Tutengeneze kampeni ambaye kila mwanaharakati aposti. Kwa sababu hata nayo haya kuposti wewe tukaposti hapa ndani mjini. Sikiza nikwambie, Simba ile Yanga mnajua kabisa ni ya Kikwete. Nani wakwenda kusupport mambo ya mpira? Mimi yani sijali kabisa. Una support je mambo ya mpira? Unakuwa ni kichaa. Sasa Rachel, mambo ya mpira ni vichaa. Ukiangalia Simba na Yanga hakuna hata huyu mmoja aliyesema sorry zaidi. Walitanga mitego kwa Samia. Endelea. Ndio maana alichokisema tuandae nani kwa ajili ya kampeni za kuto kusupport hili timu.